Mti huu wa uwanga ama mmea huu wa uwanga, watu wengi tunaufahamu na wachache ndani ya ufahamu, lakini jinsi gani mti huu unaweza ukawa tiba katika upande wa mwili wa binadamu. Sasa leo nataka niwaelekeze jinsi gani mti huu umekuwa ni tiba nzuri na unatumika sana katika upande wa tiba. Kama una changamoto ya maumivu ya viungo vya mwili, miguu kuwa na maumivu makali, sehemu za magoti, mapaja, wakati mwingine na maumivu makali ya kiuno pamoja na uti wa mgongo, pingili za uti wa mgongo kuwa zimeisha ama ule uteute hakuna, sasa inakusababishia kupata maumivu makali ambayo yanakuwa hata usiku unashindwa kulala. Kuna wakati unatakiwa ukae kwa namna moja tu. Unapobadilisha ukaaji, basi unajikuta kwamba unapata maumivu makali kutokana na changamoto ya pingili za uti wa mgongo ama changamoto za kiuno zinazoweza kukusumbua. Lakini mti huu wa uwanga ni tiba nzuri sana. Sasa tiba yake ipo katika kiazi chake. Huu mti wa uwanga chini unakuwa na kiazi pindi unapokuwa umekomaa. Sasa kile kiazi ni tiba nzuri sana ambayo inaondoa maumivu makali katika upande wa mwili. Imekuwa ni tiba ambayo ikitumika na watu wengi sana. Sasa kama una hiyo changamoto na jinsi ya kuweza kutumia hichi kiazi, kwanza ni lazima uchimbe kile kiazi, kisha hapo ukisage. Baada ya kukisaga, uache ule ulivyokisaga, uweke maji, ukiache siku nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni au kuanzia jioni mpaka asubuhi, kisha uchuje vizuri. Ukisha chuja, natakiwa ule unga wake utakao upata, ule unga ukisha upata ndio tiba yenyewe ya maumivu. Ule unga ukisha upata, natakiwa uanike vizuri na ukauke. Baada ya kukauka ndio uanze kutumia. Hii ni tiba ya kuondoa maumivu makali katika upande wa mwili wako. Taratibu sana, kwa sababu ili uondoe ule uchungu inahitajika uchuje zaidi ya mara 4 mpaka mara 5, lakini sisi tunatakiwa tuchuje mara moja tu ili kuweza kupata tiba. Lakini pindi tutakapochuja mara moja, ndio tiba yenyewe ambayo wewe unatakiwa uipate na kuweza kuitumia kwa ajili ya kuweza kuondoa maumivu makali. Lakini angalizo lake, kama ni mgonjwa wa figo na ini, usiitumie kwa sababu ina uchungu na pia ina kiwango fulani cha sumu. Kwa sababu umeichuja mara moja, ule uchungu utakuwa bado haujaondoka na ile sumu pia itakuwa imeisha, lakini bado kwa wewe mwenye changamoto ya figo hitaweza kuleta kukusumbua, ama mwenye changamoto ya ini. Na kama utaichuja mara 4 au mara 5, maana yake tunaondoa ile tiba yenyewe kabisa. Sasa hatutaki kuondoa ile tiba, tunataka tubakisha ile tiba ili itiweze kutibu maumivu makali yanayotoweza kutusumbua. Sasa jinsi nilivyoweza kukuelekeza ndio jinsi tiba yenyewe ilivyokuwepo. Unatakiwa kila siku asubuhi na jioni uwe unatumia kijiko kimoja katika maji ya vuguvugu au maji baridi, kisha uwe unakunywa baada ya kusaga na kupata ule unga wake. Hii ndio tiba ya maumivu makali ambayo yanasumbua sana. Kuna watu wanakuwa na changamoto ya miguu kufa ganzi, kuwaka moto, miguu inavimba, maumivu ya miguu, maumivu ya pingili, kiuno pamoja na uti wa mgongo. Sasa hii ndio tiba halisi ya kuweza kumaliza changamoto zako zote. Sasa kama una uwezo wa kuandaa tiba hii, basi una uwezo ukaandaa na ukaweza kutibu changamoto zako na kuweza kuzimaliza. Lakini hauna uwezo wa kuandaa tiba hii, nitafute mtaalamu wa Doctor niweze kukuelekeza jinsi gani, ama niweze kukupatia tiba tayari iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweza kutibu maumivu hayo makali, tatizo la pingili au uti wa mgongo, tatizo ya miguu kuvimba ama kufa ganzi na kuwaka moto, na kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara ambayo yanayokusumbua. Mimi ni mshauri ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Popote pale ulipo unapata tiba. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Nikutakie siku njema.